Haleluya, wapendwa katika Kristo, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika somo ambalo ni mwendelezo wa siku ya leo kwenye channel yetu ya Spirit Haven Ministry. Somo ambalo ni mwendelezo wa somo la jana lililopita. Somo la jana lilikuwa linasema nguvu ya sadaka kwenye kuunganisha nafsi ya mtu na Mungu. Leo tunao mwendelezo wa somo jingine ambalo ni jipya kabisa, linaitwa sadaka safi kwa Bwana ina uwezo wa kubatilisha mauti juu ya nafsi ya mtu. Tunao mwendelezo wa somo la jana. Somo leo linasema sadaka safi kwa Bwana ina uwezo wa kubatilisha mauti juu ya nafsi ya mtu. Karibu tuiangalie kwa kina somo hili ambalo Bwana ameweza kutupa. Tuliangalie kwa upana zaidi. Sadaka safi ni nini? Sadaka safi ni yale matoleo. Yale matoleo ambayo mtu anayatoa mbele za Bwana bila hila, bila hiana, bila kusukumwa na mtu, bila kuangalia kwa mtu, bali ni kile kitu ambacho Mungu anausisitiza moyo wa mtu kufanya na kumtolea Bwana mbele zake, au kukifanya kwa ajili ya wengi. Sadaka safi, sadaka safi maana yake ni kitu ambacho hakina nguvu ya ushawishi nyuma, hakina nguvu ya kutazamia nyuma, hakina nguvu ya kushindanishwa na adui, bali ni kitu ambacho moyo wa mtu unaongozwa na Roho wa Mungu kukitoa mbele za Bwana kwa ajili yake, au kwa ajili ya watu wengine, au kwa ajili ya kitu fulani. Leo tunapata siri ya ajabu kabisa kwamba sadaka iliyo safi mbele za Bwana ina uwezo wa kubatilisha mauti juu ya nafsi ya mtu. Twende tuangalie maandiko yanayotufundisha na kutupa siri zaidi kwa habari ya swala hili. Tunaona andiko letu linatoka kile kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari ule wa 20 hadi 22. Neno linasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumuridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wake ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda udumpo, majira ya kupanda na kuvuna, wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kaskazini na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Haleluya! Tunapata kuona siri ya ajabu ambayo Mungu aliguswa akiwa kwenye enzi yake takatifu, baada ya huyu mtumishi wake kumtolea sadaka safi, kumtolea dhabihu safi. Tunaona hapa siri ya Nuhu alipokuwa ametoka kwenye safina, ametoka kwenye mahangaiko, ametoka kwenye kipindi ambacho Mungu alikuwa anateketeza ulimwengu, kuanzisha ulimwengu mpya. Nuhu alipotoka akafanya kitu ambacho Roho Mtakatifu alikuwa anashuhudia moyo wake, kinachohusu kwa habari ya sadaka. Nuhu alitoa sadaka safi katika vile alivyokuwa navyo. Tunaona kwenye kila mnyama alitoa mnyama aliye safi, kwenye kila ndege alitoa ndege aliye safi, katika vyote alivyokuwa navyo akavitoa sadaka ya kuteketeza mbele za Bwana. Kitendo anatoa sadaka ili ya kuteketeza, tunashuhudia hapa Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Ile harufu ya kumridhisha, Bwana alipokuwa amekaa akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu. Ina maana Mungu akagahiri kupitia sadaka Nuhu aliyotoa. Mungu aligahiri kila alichokuwa na waza juu ya mwanadamu. Mungu aligahiri ule mpango aliyokuwa na waza, uliokuwa umetokea kipindi cha mwanzo, na yumkini ungekuja kuwa endelevu, lakini tunaona hapa Mungu aligahiri kabisa kwa sababu ya ile harufu nzuri ya sadaka iliyotolewa na mtumishi wake. Tunaona anasema, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada haya kila kilicho hai kama nilivyofanya. Haleluya! Mungu aligahiri kabisa hata kuendelea kutoa adhabu juu ya kila kiumbe hai. Hii yote ilisababishwa na sadaka. Nikutie moyo, nikusii, tujifunze kwa pamoja, ewe mtumishi wa Mungu unayefuatilia kipindi hiki, kwamba sadaka safi unayotoa mbele za Bwana inao uwezo wa kukomboa kila kilichoharibika ndani mwako.
Sadaka safi mbele za Bwana ina uwezo wa kukomboa nafsi yako ambayo ipo kwenye hatari ya kuangamizwa na mauti. Sadaka safi ina uwezo wa kukomboa nafsi yako ambayo ipo kwenye kuangamizwa na magonjwa. Sadaka safi ina uwezo wa kuokoa nafsi yako ambayo ipo kwenye kuangamia na madeni. Sadaka safi mbele za Bwana ina uwezo wa kuondolea watesi wote ambao wapo juu kuandama nafsi yako. Hebu ipate siri hii, uifanye katika hali ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Uanze maisha mapya kabisa. Ninaposema sadaka safi, haimaanishi kwamba ni kitu kikubwa sana. Hata kama ni kidogo kiasi gani, lakini kimetoka katika moyo ambao umetakabali na umemtafakari Bwana kwa upana, na umekifanya sio kwa ajili ya binadamu bali kwa ajili ya Bwana. Maana yake umekifanya katika siri ambayo Bwana anaona yeye na moyo wako. Anaangalia siri na ule moyo unaotoa juu yako. Hakika na kudhibitishia siri mchana wa leo kwamba sadaka hiyo inayo uwezo. Bwana akisikia akaitakabali, anao uwezo wa kutumia sadaka hiyo kukutoa kwenye vita unayoendea, kukutoa kwenye majuto unayoendea, kukutoa kwenye vitu ambavyo viko kwenye kuharibika. Yumkini familia yako inaharibika, familia yako inateswa na magonjwa, familia yako inateswa na madeni, familia yako inateswa na kila kitu kibaya ambacho Shetani amevamia, anakula mizizi na misingi ya familia yako. Mpendwa, nakusihi, kama unasikia ujumbe huu, toa sadaka kwa moyo safi mbele za Bwana. Andaa sadaka safi mbele za Bwana. Ifanye iwe ni utaratibu wako wa mwendelezo. Fanya mbele za Bwana kama unavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Hakika sadaka hiyo ina uwezo wa kunena na Bwana. Sadaka hiyo ina uwezo wa kukomboa, kukurudisha tena kwenye hatua ambazo zimeteketea, hatua ambazo zimeliwa, hatua ambazo zimeharibiwa. Ina uwezo tena wa kukufufua, kukutoa kwenye hilo shimo uliodumbukizwa na adui na kurejesha kwenye mstari wako. Ujumbe huu ni special kabisa. Unaonesha kwamba ile sadaka ya Nuhu ilifanya Mungu akagahiri hata alichokuwa anawaza juu ya mpango wa kumfanya mwanadamu na kumbe vyote alivyoumba. Tukizidi kuona anasema muda nchi idumpo, majira ya kupanda na kuvuna, wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kaskazini na wakati wa kusini, mchana na usiku havitakoma. Maana yake akadhibitisha kabisa viumbe hai havitakoma. Ni kwa sababu ya sadaka iliyotolewa na mtumishi wake. Mwanadamu hata koma kwa sababu ya sadaka iliyotolewa na mtumishi mmoja, mtumishi wake. Miti, mimea, viumbe hai vyote, wanyama, ndege havitakoma. Madam nchi ipo, nchi inadumu, nchi bado ipo, haijaondolewa. Viumbe hivi uhai wake hautakomeshwa. Hii yote ni matokeo ya sadaka safi aliyoitoa mtumishi wa Bwana mbele za Bwana. Kwa hiyo nakusihi ewe mpendwa katika Kristo unayenisikiliza, chukua hatua katika roho. Anza kujijengea mazingira ya moyo wako kufanya hiyo ibada yenye kujua namna ya kutoa sadaka safi mbele za Bwana. Ijenge kabisa, muombe Mungu, si Roho Mtakatifu akusaidie, akuelekeze namna ya kufanya. Tunaposema sadaka safi, sio pesa, sio majumba, sio magari, bali ni kile kitu ambacho hata waweza kuona kwamba ni kidogo, lakini chatoka katika moyo wenye kupenda kumfanyia Bwana. Chatoka katika moyo wenye kupenda kusaidia wengine. Chatoka katika moyo wenye kupenda kuwavusha wengine. Mfanye hivyo mbele za Bwana. Hakika Bwana atakushangaza kulingana na ujumbe wake ambao ametupa jioni ya leo. Barikiwa sana na kuombea mbele za Bwana Yesu, na kuombea mbele za Mungu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu aingie ndani mwako na juu yako. Akusaidie, akuongoze, akuelekeze namna gani ya kuchukua hatua kwenye hii, ili upate kukomboa nafsi yako, upate kukomboa familia yako, upate kukomboa kila kibali, karama na nguvu ambazo Mungu aliziweka ndani ya nafsi yako. Barikiwa kwa ujumbe, barikiwa sana.